Hebu tusalimiane za hewani. Praise the Lord. Salimia mwenzako, mwambie I'm encouraged. Yes, sio jambo la kawaida kuwa na mkutano kama huu, na nashukuru mnaweza keti. Amen. Hallelujah. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya ndugu yetu Njoroge, hata kunipatia huu mwaliko, hata kuweza kukutana na vijana wenzangu. Niseme hata mimi na vijana wangu wa mwisho amekuwa fourth year pale St. Paul last year. Nimecelebrate juzi miaka ya ndoa 35. Kwa hivyo mimi ni mzee. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana, nimekuja na mke wangu ambao tumekuwa naye zaidi ya miaka hiyo 35. Na watari niwaambie sababu nyinyi vijana, kuwa na mama na msichana hata girlfriend for 2 years continuous bila mgogoro ni mambo mangumu kweli. Yes. Kwa hivyo mngetupigia makofi, tumejaribu. Amen. Hallelujah. Asante. Basi ningeuliza my wife, kwa sababu ya muda nitatumia dakika 20. Dakika 20 tutaombea hii huduma na tutaachilia baraka za Mungu. Mimi ni mtu ambaye anaenda na masaa. Within the next 27 minutes nitakuwa nimemaliza dhabihu lote. That is something to do with the administration. Mambo ya administration na kiroho, whether we like it or not, they are twins. Kwa sababu ukisimama hapa useme saa Roho amesema tuendelee kuimba mpaka saa 3 usiku, utajipata hapa peke yako. Sheria inapoingia ina limit na inatofautisha mambo ya kiroho na mambo pia ya kimwili. Na kwa hivyo kwa sasa tauliza tu mke wangu asimame hapo alipo. Usitoe viatu. Mimi nilikuwa naangalia socks kama nini hapa, but by the grace of God nimeona socks zangu ni mzuri. Hapa kuna maajabu. Can you just face them and just wave? Amen. Nimekuja na watoto wangu wachache tu. Nina kijana wangu pale wa pili. Hebu asimame muweze kumuona. Huyo. Nina wasichana wangu wawili pale. Hebu asimame. Hebu simameni. Huyu ndiye mkubwa. Huyu ameshukwa Sister Rock. Very soon ninajua tutakuwa na Brother Rock. Na kwa hivyo na huyo mwingine ndiye amemfuata, na tunashukuru Mungu kwa sababu amesema watulete. Mungu awabariki. Amen. Na wameokoka. Kwa hivyo unapotupa risasi ujue kuna roho pale katikati. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Otherwise nimefurahi sana kuwa pamoja nanyi, na nashukuru sana kwa neno ambalo Njoroge umehubiri ya kwamba kuna sheria na tutafautishe sheria na mambo ya kiroho. Sheria hapa ambao hatuwezi kujiepusha nao ni lazima tutoe viatu. Hiyo ni sheria. Hata roho akishuka viatu lazima ifanye nini? Hiyo ni sheria. Na kwa hivyo wakati umezungumza juu ya zile sheria, kuna mambo mawili matatu nimepata pale. Yangu ni machache sana. Katika kitabu cha naitwa Bishop Eli Mwangi, niko pale Zambezi. Kijana wetu Njoroge nimemjua kwa muda mrefu kweli, na
tumeenda pamoja hapa na pale. Unajua saa zingine haumpendi kufunguka kabisa, lakini huwa ninajaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasikiliza kwa sababu lazima yatupate. Tumpende msipende, tutapatana tu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa huo muda tumekuwa pamoja na kwa sababu ya huu mwaliko. Bas, nitumie dakika zangu vizuri. Tumekuja kuombea hii huduma na hata pia encourage kidogo, na nashukuru sababu kutoka asubuhi kuna mahali Mungu amemfikisha. Sikuweza kufika, lakini nasikia kulikuwa kuzuri. Nasikia Roho ametawala. Dada yetu muimbaji, nilikuwa nataka kurudi pale nyuma kidogo sababu niliona akistuka niite hapa tuimbe na yeye. Bingu itafunguka na pengine nitafungua macho nikute nimefika huko. Kwa hivyo nashukuru Mungu, hicho ni kipawa, uchochee na mtu asikustue. Endelea hivyo hivyo na hizo nguvu. Nilikuwa naangalia wrestling juzi, sipendi sana lakini nilikuwa naangalia. No, siangaliagi. No, wacha tuongee ukweli, siangaliagi. Lakini ilipita, si unajua unaluninga na una watoto kwa nyumba. Na nikaona jamaa mmoja ametokea. Sijui alitoa nani. Was it Batista or who? Sasa alipotokea kwa nguvu zake, aligonga wanaume watatu na wote akaweza kuangusha. Hebu niseme hivi leo, hizo nguvu naimba nazo ukimbia Bwana hivyo, viwete watatembea, viziri wataona, na mambo yataanza kutendeka. Just do it, usijali. Do it. Do it. It's all about do it. Na Mungu atashuka na uwezo wake. So nimeshukuru. Mungu akubariki. Hata ndugu yetu ambaye tumeimba naye rigi, kumekuwa nikijaribu lakini Mungu ni mwema. Bwana akubariki sana. Asante. Now, ni mstari mmoja tu nitasoma ama nitadeclare mama wili tu, na nyinyi mtakubaliana nami katika jina la Yesu Kristo. In the book of Proverbs 21 verse 16, the Bible says, "He that wandereth in the way of understanding," or he that wander in the way of understanding lives in the congregation of the dead. Nirudia tena. Yule haelewi hata katika haya mambo ya Mungu. Kwa sababu kuna mambo mengi, there are so many things that are happening today. Mengine hawezi kuelezea. Vituko viko. Na usipokuwa na hali ya kuweza kuelewa, uelewe Mungu, uelewe vile Mungu anavyotaka. Kama wewe ni kijana, uelewe ni wakati gani wa kuoa, ni wakati gani wa kutooa. Uelewe ni wakati gani wa kuanzisha ministry, ni wakati gani usiofaa kuanzisha ministry. Kwa maana hauwezi kutoa kamasi kama unacheka. It's one thing at a time. It's either ucheke ama ufanye nini? Tena kamasi. So he that wandereth in the way of understanding, anaishi in that congregation of the dead. So you need to agree with me today. There are so many people who are dead today for lack of understanding. Ukikosa understanding, tumekuja leo ni kuimba tu? Hapana. Ni kuruka tu? Hapana. Tumekuja kufanya nini? Nimekuja hapa hata kama ni jioni, because huu ni mlima wa Mungu, na nimekuja kukutana na Mungu. That is the mission yangu kuwa mahali hapa leo. Na ninapotoka hapa, ninatoka na muujiza wangu, kwa sababu nimeelewa mission ya leo ni nini. Mnanielewa? Hivyo ndivyo ninavyosema. Kwa hivyo tuna watu ambao wako kwa makaburi because they don't. Unaweza kuwa unatembea na Mkristo na anaishi
anafaa kuwa lang'ata. He that wandereth in the way of understanding, may God give you understanding. Hata katika huduma yako Mungu aachilie kibali chako. Mtu aseme haleluya. Na uweze kujielewa na kuelewa mambo ya Mungu yalivyo. Tunataka vijana. Tumeona vile vijana wamedominate hata katika nchi yetu na sehemu zinginezo, na kuna that impact. Na hawa ambao wameokolewa, hawa ambao wanajua Mungu, on the other side tunaweza kuleta impact moja kubwa sana, because we have God. And when you have God, you have all it takes to beat the world. Praise the name of the Lord, church. Hallelujah. Na kwa hivyo jambo la kwanza ni kule kuelewa. Hata katika hizi huduma tuko nazo, makanisa dada yangu ni mengi, wachungaji ni wengi. There are so many gymnastics that are happening everywhere. Hauelewi Mungu yuko wapi, na hauelewi watu wa the society, watu wako confused. But ukishaelewa, hata mahali kunasemekana hakuna Mungu, wewe utamuona Mungu. Understanding. Jambo la pili, ndio nimalizie na hilo, ndio niombe. Katika kitabu cha Ezra 8:22 Biblia inasema, niliaibika kurudi nyuma. I was ashamed to go back to require a band of soldiers and horsemen from them, because I had spoken. Nilikuwa nimezungumza na mdomo wangu, na nilikuwa nimesema Mungu anaweza. So ule ushuhuda ambao Mungu ameuachilia, Ezra anasema ya kwamba nilipokwenda ile safari, huu ni mto, hii ni hatari, hiki ni kifo, nitafanya namna gani? Biblia inasema ya kwamba Ezra angerudi nyuma na apewe kila silaha anataka na mfalme, lakini akasema niliaibika kurudi kwa mfalme, kwa maana nilikuwa nimezungumza. Unaona hiyo confidence? Nilikuwa nimezungumza na kusema Mungu anaweza. Niseme hivi, Pastor Njoroge, ya kwamba ninaongea prophetically katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba ule ushuhuda ambao umeshuhudia Judea, umeshuhudia Samaria, wale watu umepatia ushuhuda ya kwamba Mungu anaweza, hakuna wakati utarudi kwao ukawaambia Mungu hawezi. Kwa maana Mungu wakati unasema anaweza, anaweka stamp kwenye maisha yako. Mnanielewa? Anaweka stamp. Biblia inasema katika Exodus 23:26, nataka kutabiria huduma yako. Inasema miongoni mwetu hakutakuwa na tasa wala atakayetokwa na mimba. Miongoni mwa walokole, miongoni mwa wale wanaomjua Mungu, hakutakuwa tasa. Na ninawatabiria leo vijana mnaonisikia kuanzia saa hizi, muwe productive katika maisha yenu na muanze kupanuka katika jina la Yesu. Sikilizeni vizuri hapa. Mipango yote ambao mnapanga leo katika ulimwengu wa kiroho kule mbinguni, ninaachilia baraka za Mungu kwenye maisha yenu. Mahali mmekuwa tasa, natangaza katika jina la Yesu, kuanzia dakika hii na kuanzia mwezi huu mtaanza kuzaa. Nasema mtaanza kuzaa. Nasema mtaanza kuzaa. Tunalaani roho ya utasa. Nasema tunalaani roho ya utasa. Tunalaani roho ya utasa. Na kuanzia leo tunatangaza utaanza kuendelea, because miongoni mwetu, mnanielewa, hakutakuwa na tasa wala atakayetokwa na mimba. Mmekuwa mtegemea wazazi wenu sana, mmekuwa mtegemea watu sana, lakini kuanzia sasa hivi ndaruma roho agothata. Hallelujah. Doiga muthatoke ni undu kigomano-ini kia andu a Ngai mutikagia thata ona kana mundu kuhuna. And I believe in God of restoration,
what has been driven away from your life. I believe in God of restoration, and God is going to restore back what has been driven away from your life. Can you say amen there? Hata kama umekataliwa mara 5, leo tunavunja. Hakutakuwa tasa wala atakayetokwa na mimba. Hata kama miaka 2 haujaulizwa na mtu hai, haujapewa date ya coffee, kuanzia leo ninatangaza, mke wangu akiwa msichana chipukizi barubaru kanki zikileta magoti kule, mimi nilikuwa mkono Jordan ya fadhali na so tunaachilia ile kiasi. Kuna times taona mtu anambukia Mungu ni kama anapelekwa tena nini. Tunahitaji ustawi. Sasa huyu mke wangu mmeona nikiwa kijana mimi nilikuwa na 26, 27 hapa hivi. Ungenionea mbali pale nikikuja hivi. Unaona ni kama nikurudi. Kaenda nikampata kuja. Haupeleki. Siku tu hapa nianze kulikuwa na watu. Very good kama mimi. Nikapata mchungaji mmoja tunafanya printing pale Ruguri hapo. Nikuja kile Kiingereza na kwamba anataka Kiingereza chenyewe ni kile cha fina sawa. Na sisi na hata wanavyoongea muda ndio nafanyia printing. Mimi ninapobaki nikatiwe hawa wanaongeza mara 2 na wanaanza na watu. Na zote tunataka wakati nilienda kwa mjadala kumuuliza ni kama alinikazia na ikabidi for 9 good days. Sio kama wengine wetu wanasema hata nisikie kwa hapana, nikaenda fasting Masaiba for 9 days. Kwa tunao na nikiwa Masaiba nikaambia Mungu anipe sign kama nataka nioe mtoto. But then tulikuwa tunamwita mtoto. No, I don't. And you know there are mysteries behind these names. You know that? There are mysteries. Unapoenda kunywa soda pale ya Makola, unapata ile iko Makoha. Okay, usichukue hiyo. You know, listen to me.
kawekwa ndimu na kamechangamka kidogo, kikiwa pale baridi imeponya, imeisha, shingo ndio inaenda sawa. You know, it was not easy. Lakini kwa sababu ilikuwa ni Mungu, Mungu akafanya. Nataka kuwatangazia. Amen. Mimi hamjaukwa kuishi kama mti ya Mungu. Lazima muombe. That is the plain truth. That's the plain truth. We mwanake wede kana dwede. Utaoa na utafanya nini? Na hiyo ni mambo ya maumbile na ni mambo yako. So kwa hivyo miongoni mwetu, hata wale wanauoga ya kuongea, wale wanauoga ya kuzungumza, nataka niwaambie, when time comes, Mungu anakupa courage na utapasua katika jina la Yesu Kristo. Hebu mtu aseme amen. Kwa hivyo miongoni mwetu hakutakuwa na tasa wala atakayetokwa na mimba. That means katika maisha yako lazima uwe productive. Kulingana na Mungu lazima uwe productive. In Hosea 12:13 the Bible says the preservation of God's people is in the hands of the prophet. And now I'm releasing and declaring, hata mahali kumekuwa na utasa, Mungu avunje ile utasa. Kama kuna project imekuwa na utasa, Mungu avunje. Kama unastahili kuolewa ama kuoa, huu ndio wakati wako. Mungu avunje ule utasa. Kwa maana miongoni mwetu hakutakuwa na tasa wala atakayetokwa na nini? Na mimba. Dr. Njoroge, ninaona ukienda mbali katika jina la Yesu, kwa sababu roho ya uoga, unaona hii courage ya kutuita hii kahol kadogo. Hapa kuna sheria za kutoa viatu. Sinaona hii knowledge, hii hekima. Wacha niwaambie, this is just the beginning. Great things are going to happen in the mighty name of Jesus. Na Mungu anawatoa mbali waje waweze kukubariki. Nataka kukuambia katika Psalms inasema total strangers will come from far and they shall serve you. There are people you don't know wanangojea kule ili wakuje wa support hii ministry. Na mimi ni mmoja wa kusimama na hii ministry mpaka nione huyu kijana ameweza kufaulu. So jiandae. Safari ni ngumu mbele, sio rahisi, lakini jiandae. Mungu yuko kule mbele na Mungu atakushindania. Hebu mtu aseme amen. Nikimaliza ninataka ndugu yangu Rafael akuje hapa. Ule ndugu mrefu kuliko wote. Ningetaka dada mmoja mzuri ambaye ameokolewa na Mungu anipe leso. Na usinipe leso ambayo imeombewa, unipe leso plain, haina madoido. Na ningependa dada yetu Hadasa, ili tu balance hapa, ukuje pande hii na Njoroge, utusomee Zefania 3:19. Na let me tell you something. Usijali kwa huduma kwa Mungu, just be yourself. Amen. Unanielewa? Yes. Be yourself. Kwa sababu kila mtu ametoa huduma na Mungu na anajua kwa nini amekupatia hiyo huduma. Usiige ya mtu mwingine. Be yourself. Injili ni ile na Yesu ni ile hiyo. Na Njoroge tusomee Zephaniah 3 and verses 19. Kuna simu yangu hapa. Sitakatiana. But maybe because I don't have 500 in my pockets, I'll send you 500. So whoever needs that 500
yule ameomba Mungu atafanya kurudi kwao, hebu akuje pia. Hebu kuja dada yangu wewe. Yeah. Hebu simama hapa katikati. Njoroge, soma hiyo neno sasa. Hallelujah. Behold, yes. Behold, at that time I will undo. I will undo all that afflict thee. Yes. The word undo is to reverse. Yes. And may God reverse. Amen. Amen. Or the devil has been planning against your life. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. May God today give you a mark of exemption. Amen. May you be exempted from all the evils. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. May the blood of Jesus Amen. that speaks better things than the blood of Abel. Yes. Continue to speak upon your life. Amen. Amen. The Hallelujah. mark of exemption. Hallelujah. Amen. Hebu mwangalie mwenzako mwambie kuanzia dakika hii Kuanzia dakika hii nina mark nina alama, a mark of touch not. a mark of touch not. So when that day comes, when that day comes, and that day is today, and this is what God is going to do as from now. Amen. And naongea prophetically. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. Shetani apende asipende. Yes. Haya ndio yatakayotendeka. Amen. Nimehubiri dakika nyingi. Yes. Na nimeona hii Mungu akiconfirm. And even today, God Yes. is going to confirm his word. Amen. Nilikuwa nasema, Hallelujah. kama neno la Mungu linarudi bure nikihubiri sitahubiri. Yes. Mimi sio mhubiri wa kubahatisha. Ninaongea yale ninayoyaelewa. Amen. And remember, the cure Of every frustration. every frustration is revelation. And the word of God is based On on revelation. revelation. Yes. But he that wandereth in the way now of understanding lives in the congregation of the dead. Kwa hivyo hapa nimekataa, hatuko na wafu. Amen. Ni kweli. Na kama wewe ni mfu, ufufuke katika jina la nani? Ah, Yesu. Na wafu. We Yes. are so much, tuko much awake in the spirit. Tunaelewa mambo ya kiroho. Sasa hii ndio hii. Unaona udada vile anaiba hapa? Ameruka. Nimebahatika kumuona leo. Namuona tu kule kwa. Akikupatia ushuhuda afike hapo amefika. Oh, yes. Jameni. Kama Mungu hange undo the frustration, the discouragement ambazo amezipitia, hangemfikia Bwana tena kidogo. Wacha Mungu a-reverse, because he's able to reverse. Yes. Chochote ambacho kimetungwa kwako, kuna watu wamefungwa hapa, kuna watu wamefungwa mpaka na watu kibinafsi, kuna watu wamefungwa na wachawi, kuna watu wamefungwa na sheria ambazo hazifai, lakini siku ya leo tunapofungua hii, unaenda kufunguliwa hata wewe. In the name of Jesus. Now, huyu ni dada hapa. Unaitwa nani? Masi. Na unajua msichana wangu anaitwa Masi. Now, Masi, sikiza hapa. Rafael, hebu achilia. Shika tu dada yangu. When that day comes,
muno ugikude kwa ni kwa tora na roho wa bara ugikude kwa na I don't know. Yeah. Na blessings ishia kushionde na pia shia kushionde igikude kwa na you are not what I'm going to say kuja hapa na gomekiro kama mwanao na mwanaoyo eturaga igathaga gikundo giki o muthenya na huyu naye dada hapa amekuwa akiombea hizi baraka zake ziko hapa na haziwezi kuachiliwa kwa sababu kuna Shetani. kifungo kuna what do you call it in Kiswahili wangapi mulifunga tulikuwa tunaita reef note wakati wetu kwa shule kale kwa scouts ilikuwa ikifungwa namna hii ama ile kamba ya kunyonga mtu ikishafungwa imefungwa na huwa inangojea tu kutembuliwa ndio ikumalize nao Rafael huko haile ile nitaita pengine Rafael ni shetani na pengine dada yetu ni shetani msaidizi so hapa Example. no, please don't begin to fast and pray ya kwamba mchungaji alisema uanze kunifasia hapana. I'm just giving an example. Si hata nini witnesses. Sasa wamekuwa wakivurutania na vijana, hii ndio imekuwa ikitendeka katika eneo lenu. Kamsichana kameulizwa hapa na ndugu mzuri anampenda Yesu, kanakuja mwingine anatokea anaanza kusumbua, kanakazwa. Unasikia kakisema hiyo naijepata nikahika. Siwezi olewa. Yeah. And you know, inakazwa kila siku. Hizi ni baraka zimekazwa, ni baraka zimefungwa, ni ministry zimefungwa ambazo mko nazo, ni mambo ya kutabiri imefungwa, mashetani yamevuruta. There are people wamesimama pale, they don't want ever to see you make progress in this life. But in the mighty name of Jesus, Amen. I'm connecting you. Yes. Amen. Amen. Kuanzia leo mtatabiri. Nasema mtatabiri. Viwete watatembea, vipofu wataona, viziwi watapata miujiza yao. My goodness, walio na kanza, ministry ambao Mungu anaachilia leo kwenye maisha yenu, mtaponya mpaka kanza. Nasema mtaponya kanza, mtaponya kanza, mtaponya leukemia, mtaponya anemia, mtaponya diabetes. Nasema mtaponya diabetes, mtaponya high blood pressure. Laana zilizo kwenyu, ministry Mungu ataachilia leo, nyinyi ndio mtazivunja. Nasema mtazivunja. Laana za ukoo, you are the people to break it. Laana za kimila, you are the people to break it. Ministry ambazo Mungu amesema ya kwamba ziko juu ya maisha yenu zianze kuachiliwa. Nasema ziachiliwe. Nasema ziachiliwe. Nasema ziachiliwe. Kwa maana miongoni mwetu. Yes. I will undo. Hakuta Amen. na unaongea ukiwa na authority. Unaongea kama simba. Wakati mwingine simba kule huguruma. Sometimes the lion roars just to signal their strength. Hajachokozwa. Ndugu tu. Yani haujachokozwa lakini unaguruma. Ueleweke huko. Wakati wetu wa kuguruma ni leo. Amen. Wakati wetu wa kuguruma ni leo. Amen. So, huyu dada amekuwa hapa akiomba. Mungu
kunibariki. Ameenda deli, ameenda ingine. Sema. Nenga. Nafunguliwa leo. Kuna baraka zinafungulia leo. Kuna mzee, haleluya, anafunguliwa leo. Kuna utajiri unafunguliwa leo. Come on, can you stand na miguu yako miwili? Nasema tunafunguliwa. Nasema tunafunguliwa. Baraka zako zifunguliwe. Nyumba yako ifunguliwe. Watoto wako wafunguliwe. Wewe umetabika miaka nyingi, dola ambazo umetumaini, nasema zifunguliwe. Kuna safari za ndege. Nasikia moyoni mwangu kuna watu wanakuwa za safari na ndege, na wamekuwa wakiomba ya kwamba wanataka kuvuka bahari, hakuja kuwa na nafasi, lakini siku ya leo Mungu amefungua zile safari. Nasema Mungu amefungua zile safari. Mambo ya visa itapatikana. Mambo ya kazi itapatikana. Kuna baraka zinafunguliwa leo. If you believe it, can you shout and say amen?
Oh yes. The Lord, not your church, not missionary. Unanielewa? The Lord himself. You know, the Bible says in Psalm 68 verse 19, it is him, hear this, it is him that loadeth his people with his benefits on a daily basis. Are you getting that? Yeye ndiye Mungu ambao afoka miradi wake wao kikikia mshini with his benefits. Huko nataka kuwatabiria leo nifanya nini? Leo ni tatu. Yes. Kesho asubuhi. Hallelujah. Kwani ni Mungu kesho asubuhi kuleta gari? Kwani tunaomba kufanya nini? Kesho asubuhi hawezi kuleta gari. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Undo. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Unapata amesimama tabia maombi. Na anakuja kusema yeye Bwana. Hallelujah. Amen. 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 Kiomba kipokee. Chochote umekuwa ukitarajia kipokee. Baraka zako zikupokee. My sister, upo sasa, dada amefunguliwa. Unaambiwa pokea baraka zako, wacha kuomba tena. Because when that day comes, oh hallelujah, when that day comes, I shall undo. Can you say that? When that day comes, I shall undo. And when is that day? Today. Can you shout and say today? Can you say today? Can you say I receive it? In the name of Jesus. Can you say today? I have a mark of exemption. I'm exempted from all the evils. In the mighty name of Jesus. The mark of the blood of Jesus has been marked upon my life, upon my family, upon my career, upon my territories, upon my boundaries, upon the ministry the Lord has entrusted unto me. In the mighty name of, because when that day comes, Undo. wapende wasipende, siku hiyo ikifika, and the day is today, the time is now, Yes. the hour is now, it is our season. In the mighty name of Jesus, receive the blessings of God upon your life. Amen. Undo. So you give me my paper. I'll
Na pesa haija iko. Oh, hallelujah. Yes. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray. Are you blessed? Tutakuja tena tuwe na wakati mzuri. Njoroge, nimependa hawa watu. Ni wa nguvu. Napenda vijana. Simunanda hata mimi na vijana. Nampenda sana. Na najua baraka zenu leo zimeweza kufunguliwa. God bless you so much, our sister. Na Mungu awapeleke to another level. Amen. Even my brother. God bless you so much. The Bible says it is God who will make us to ride upon our high places. We are not yet there, but God will make it happen in the mighty name of Jesus. When that day comes, Zephaniah what? 3 what? 19. It says all. Is it 1 or 2? All. Listen to that statement. All that afflict we, because we have been afflicted in so many ways. But when that day, and the man of God is in the house, and this is the day, this is the time, and this is the season. So I want you to pray for 2 minutes. Then I'll call Pastor Njoroge. We pray for him. Halafu ile kifungua kinywa chake arudi nacho. And then we call it a day. Just raise up your hands. Unaweza, unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Oh Baba. Unaweza. Imba nami. Unaweza Bwana. Unaweza Baba. Unaweza Bwana. Imba Baba. Yesu wangu. Unaweza Bwana. Oh hallelujah. Yeah Baba. Unaweza Ikabo shere kabarandu. Ekabo sotorobo zeke. Raise up your hands and begin to worship the Lord. Anza kuomba, anza kuomba. Kile unataka Mungu afungue aweze kufungua katika jina la Yesu Kristo. Rekabo shandarabo zai. Rekabo riandaraba kanduri na mazela. Hikorobo na makandaraba na marabara zeria. Shekelele mozita raba gandaraba na marando. Reporia kaporia paseria moziza. Shekelele morina makandaraba baramazai. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Thank you. To you be the glory. To you be the praise. We give you glory, Lord, and we honor you. We give you glory, Lord, and we honor you. You are wonderful. You are fine.
receive your blessing. Amen. Receive your blessing. Amen. For those who are sick, walio wagonjwa, pokeeni uponyaji wenu. In the name of Jesus. Waliolaniwa na watenganisha na zile laana, In the name of onare marumeto na irumishi ya dera dataka za muthenya wa umuthi Yes, Lord. kayure wahora na gane amuohora Name of in the mighty name of Jesus. Yes. I say in the name of Jesus. Amen. Mungu achilie baraka zake. Amen. Na kutoka siku ya leo Yes. ameweka alama maishani mwenu, In the name of the mark of exemption. Yes. Na Mungu akikuweka the mark of exemption, Yes. hakuna mchawi, hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuguza maisha yako. Na kuanzia leo Yes. damu ya Yesu yapigania. In the name of Jesus. Let me call Pastor Njoroge here as we wind up. We pray together. Listen to me. Biblia inasema katika Exodus 15 verse 17, mimi ndiye Mungu nitawafikisha kwa madhabahu yangu, ambao nimeweka sahihi, ambao nimeiteua uwe mahali pale. And that is where God is taking you, my brother. Huu ni mkutano tu umeanza, lakini kuna mikutano mikubwa ambayo inaenda kukuja, na kuombea Mungu akupatie ushindi na neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. And also because the grace of God is sufficient. Wacha ile neema ya Mungu iweze kukutosha katika maisha yako. If you love Pastor Njoroge, you can raise up your hands as he kneels down here and we pray for him. You can just climb up. You can. And thank you so much, my sister. Yes, maybe I can have one of the pastors because of that impartation. You have another? Well, Pastor moja hapa. Welcome. Thank you, Jesus. Tigawale mwenda wako Rusia koro yakwa nishigia hotire tigawa jauragerio kanjera gatere ngombe mekekaga niwanyonewega igoro dia maudu on the way vekaga magegania uyurete inya nanekeo ngoro yako iyo ire ikeno nikomenya tinawe wimutuiri. Raise up your hands as we pray. Hallelujah. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya ndugu yetu Njoroge. Rika Mazoria, Sheridai na Moria, Kiraba na Maganda, Rina Mazeria, Vekira Bashila Bagandere Bozi, Hiragabori Atairi Mahandu, Reporia Vagulo Ziziaza, Shandori la Makari Bazila, Repori Bagamo Severia Shiranga. Oh God, Mungu wa mbingu, tunasema asante kwa mtumishi wako. Tunataka kumkabidhi mikononi mwako huduma ambao umeiweka mikononi mwake, huduma ya upendo, huduma ya kufundisha, huduma ya kazi yako, kila huduma ambao umeweka ndani yake. Siku ya leo vile umefungua kile kifungo, tunatika kukiri siku ya leo ya kwamba umeifungua, umezifungua baraka zote, umefungua pesa anazozihitaji zote,
umefungua mashamba nayo yahitaji. Chochote kilichofungwa tunatangaza leo kimefunguliwa, na kuanzia siku hii ya leo sio kurudi nyuma tena, mbali ni kuendelea mbele. Tunatangaza endelee mbele, tunatangaza endelee mbele, tunatangaza endelee mbele, na kazi ya Bwana iendelee kukua katika jina la Yesu. Ithe witũ mũtheru wa kĩgongona, tondu we wi mutheru Ngai, we wi mutheru, we wi mutheru, we wi mutheru Ngai, na we wi muthingu Baba. Oi Jehova tuigue, ithe wa Ibrahimu muthenya wa umuthi, thikiriria gukaya gwitu Ngai. Ni twahumbira Njoroge na thakame yaku, ni twaregana na ituanda ciothe Ngai, ni twaregana na imakania ciothe, ni twaregana na ngoma ciothe iria cikorwo cia Guinness Ministry iria wikirite thiini witu. Ta ndungata yaku Mwathani, ndatangatha mwanake ũyũ nĩ egũtherema nĩ ũndũ kĩrĩa gĩothe kiuma kĩohe ithe witũ nĩ wakĩohora. Ndĩrenda kũ-declare ũmũthĩ Njoroge to Kenya nĩ araingĩra Africa, nĩ araingĩra Asia, nĩ araingĩra Europe, nĩ araingĩra mĩena yothe kũrĩa kumaga huho. Mwathani Afrika itu nĩ ũramũtũma Uganda, nĩ egũthiĩ Zimbabwe, nĩ ekũingĩra Malawi, nĩ ekũingĩra Zambia, nĩ egũtonya Nigeria, nĩ egũthiĩ South Africa, bũrũri wothe wa Africa, Congo DRC, nĩ ekũrũga njũĩ nginya Europe. Mwathani, nĩ tondũ kĩrĩa wohora gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩoha, kĩrĩa wohorete nĩ ũrĩkĩtie gũkĩohora. Na ndĩrenda gwĩtĩkanĩria nawe ithe witũ wa muoyo atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna maũndũ wohora. Ona thabarĩ cia ndege nĩ ciambĩrĩria kuohoka. Favor yaku Ngai nĩ oka igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Favor yaku twamĩtangatha igũrũ rĩa mũtũrĩre wake ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe arĩthiaga, favor yaku nĩ rĩkoragwo rĩ igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrogocwo. Ũyũ nĩ mũndũ mũnini na nĩ arabatara kuona hinya waku na njĩra nene. Mũgitagĩre Ngai, mũhe grace ya ministry, mũhe gũkirĩrĩria kwĩngĩ, mũhe gũthikĩrĩria mũno, mũhe gũkũhoya mũno, mũhe gũthikĩrĩria mũgambo waku, mũhe gũkirĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rĩu kuma ũmũthĩ huduma yake yothe kuma kũrĩa redio-inĩ ũrĩa okĩte ũguo nginya mũthenya wa ũmũthĩ tuona kanitha, na ndona kanitha mũnene mũno na wĩtĩkio. Nĩ twamĩhoera Ngai, twatangatha kũhingũka kwayo, twatangatha kũhingũka kwa mĩrango, na mĩrango yambĩrĩrie kũhingũka ũmũthĩ, because when that day comes I shall undo all that has been afflicting your life. Tumekushukuru Bwana kwa maana umetenda, na kwa hivyo tunaitisha baraka kwenye maisha yake katika jina la Baba hata na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwinue tu. Ningetaka pastors ambao mko hapa, ambao mlialikwa na Njoroge, just come and hug him na mwambie it's a dawn of a new season. Johnny, haraka kwa mapasta. Ikiwa ni mchungaji na uliitwa na Njoroge, amen. Hug him in Jesus' name. Kidogo tu. Mwingine pastor, say hi to him. Amen. So Mungu awabariki, tupigie Bwana makofi sana, tumwambie tu ni asante, na may God bless you. Uwe na baraka za Mungu, mkono wa Mungu kushikilie, na neema yako ya Mungu iwe pamoja nawe. Nataka tupigwe picha na wewe na mke wangu, tuwe tunakuombea. Miaka ya pena ya dilani ogatola Olori wa Israeli None wa etone tono Tuago
Newekete magegania Ningeota gotaleria Ningeota gotaleria Ningeota gotaleria Newekete magegania Ningeota gotaleria Newekete magegania Newekete magegania Ningeota gotaleria Ningeota gotaleria Ningeota gotaleria